kwangu. Sio kwamba mimi napenda kuishi kwenye hii hali, ila kuna muda mwingine mwesielewi hii hali inatokeaje. Nitakuwa mwanaume na gani sasa mimi? Mimi ni mtoto wa kike, ninakula, ninashiba, pia nina hisia. Sasa siwezi kuishi na mwanaume ambaye jogoo hapandi mtungi. Hivi mkali, ona ghafla. Moyuli bana, mimi nimekumisi. Wezi amini usiku mzima na kuwaza wewe. Na ndio maana asubuhi ya leo nimeamua nidamkie kwako. Hapo umefeli. Muona muda huu. Mimi ndio nilikuwa nataka niamke nijiandae, niingie road nikasake kipande cha watu. Yaani kiufupi kipande cha bosi. Unajua. Kwani hela ya bosi ni shilingi ngapi? Teni kanali 10,000. Kwa ina maana kipenzi, nikikupa hiyo 10,000 utashinda na mimi kutwa nzima Hivyo yani. Kipatikana hiyo teni kanali afu na mchongo wa kukinda. Mbona fresh tunashinda wote mamkali. Basi sawa, mimi mkononi hapa na kama shilingi 6,000, kwa ngoja nifuti hapo. Ndugu yangu, life la mtani limekuwa gumu sana. Yaani hivi unavyoniona toka asubuhi sijaingiza hata shilingi 10. Yaani usichokijua maisha ni magumu kwa kila mtu. Alafu mimi nafikiri kitu ambacho sisi hatufikirii wala kuwaza ni kujiona wewe una changamoto nyingi kuliko mwenzio. Kwa sababu mimi naweza kusema na changamoto kubwa, kumbe yupo mtu ambaye ana changamoto kubwa na zaidi ya kwangu mimi. Kwa hiyo yani changamoto nasema maisha yetu. Kwa hiyo tunataka tuzikabili changamoto na tupambane nazo tu. Sawa bwana kaka, ila jua limekuwa kali sana kwa upande wangu. Mke wangu, umeshaamka? Asa mume wangu, mbona umeondoka afu hujaniachia hela kikoba? Yaani kumbe mke wangu leo ndio ile siku ya vikoba? Ndiyo, natakiwa 10,000. Basi sawa mke wangu. Mimi kuna akiba yangu niliweka ile kwenye simu. Acha tu nikutumie. Nakupenda sana mke wangu. Haya. Basi sawa mume wangu. Ila naomba utume sasa hivi, usisahau na kutolea. Maana natakiwa nitoe 10,000 kamili. Haya. Vipi ndugu yangu, mbona sio imebadilika ghafla? Tulikuwa tunaongea vizuri hapa. Acha tu ndugu yangu. Unajua sisi wanaume tunakufa mapema kwa sababu ya hizi changamoto zinazotukabili. Huyu mke wangu bwana ana changamoto zake tu za kimaisha na mambo haya ya kina mama, mambo ya vikoba na nini. Siku moja bibi yangu alishia kuniambia, mjukuu wangu kuwa uyaone. Kuwa uyaone. Baada ya kukua nikagundua kwamba wazee wa kike wamekuwa wengi kuliko hata wazee wa kiume. Yaani maanisha babu zetu. Na yote kwa sababu gani? Wanaume tunakufa mapema kwa sababu ya kupenda, kujali, kuthamini na kuheshimu. Kwa sababu wanawake wao kazi yao ni upendo tu. Mambo mengine yote wametuachia sisi. Kwa sisi tunajikuta na vitu vingi kuliko hata wanawake. Ukimpata nikupenda kaka, mpende tu. Kwanza naomba unisamehe sana kijana wangu kwa hili tukio lililotokea jana kwa mkia leo. Kiukweli hakuna aliyetegemea kutokea kwa hili jambo, ila ni kazi tu zimesababisha binti yangu kulala hapa nyumbani. Nisamehe mimi kama baba yako, ila mkeo yupo ndani amelala. Basi sawa mzee, mimi nimekuelewa. Kwa kuwa wewe umenithibitishia hilo, mimi wala sina kipingamizi. Lakini kilichonifanya mimi nikaja mpaka hapa ni kutokana na makubaliano ambayo nilikubaliana mimi na yeye jana wakati anatoka nyumbani. Hakuwa ameniambia kabisa masuala ya yeye kuja kulala huko. Sasa ilipofikia usiku nikaona yeye hajafika na simu yake haipatikani, ikanipa wasiwasi.
kwa sababu unachotakiwa kukijua mzee, kizazi hiki ni tofauti na kizazi chenu nyie. Wanawake wa sasa wameharibika sana, wako tayari hata kusingizia swala la msiba, lengo tu waweze kwenda kufanya kile ambacho wao wanakitaka. Lakini kama umesema mzee, binti yako kalala hapa, basi na mimi sina shaka, kwa sababu hapa ni nyumbani. Kilichokuwa kimekosekana tu ni hiyo taarifa. Sasa naomba nisitulie nizungumze naye ili mimi niweze kuendelea na mishemishe zangu. Safi sana. Unajua Shadafa, mwanangu, nimemwozesha mtu sahihi, na wewe ni mwanaume shupavu. Ngoja nikakuitie mkeo. Sawa mzee. Sasa mume wangu, Mbona umefanya tofauti na vile tulivyokubaliana? samahani mume wangu, jana kulikuwa na kazi nyingi sana kwa baba, kwa hiyo nikajikuta nafanya kazi hadi usiku, kashindwa kuja nyumbani. Hivi unajisikia unachokizungumza? Hivi unawezaje kushindwa kurudi nyumbani kwako wewe? Eti kisa kazi za babako. Hivi kati ya baba yako na mimi nani alimkutolea mahari wewe? Nisamehe mume wangu. Sasa naomba nisikilize. Huu ujinga unaoniambia mimi siuelewi. Nimetoa pesa zangu nikakuoa uwe mke wangu mimi. Sio uje umsaidie kazi baba yako. Kama ni kazi unatakiwa uje unisaidie kazi zangu mimi. Kwani mimi ndo nilimshauri baba yako ampe mamako talaka? Sasa kinachokufanya usifanye kazi zangu mimi uje kufanya kazi za baba yako tena mpaka unalala. Wewe naona unanitafuta. Kama sio kunitafuta, basi kuna unalolitafuta. Mimi naenda kwenye mishemishe zangu. Nitakaporudi hujarudi pale nyumbani, wewe endelea kukaa na baba yako hapa. Pale usije tena. Samahani mume wangu, tawahi kurudi. Shadafa, unafika hadi huku? Ndiyo, Amina. Kumbe wewe mnakaa mtaa huu? Huku ndo nimepanga na hapo ndo kwangu. Basi jambo jema, kwa sababu hata mimi nimehamia huku. Kwa hiyo tutakuwa tumesogeleana karibu kidogo. Unajua hata mimi baada ya kuoa nikaona kukaa karibu na wazazi kule, hii kidogo sio nzuri. Nikaona nikae mbali kidogo. Na mimi nimetafuta chumba maeneo ya hapa mbele hapa. Kuna mzee mmoja hapa, sio mzee kidogo, ana mguu mbovu. Sio anaita mzee nani, sijamjua vizuri. Lakini hapo ndo nilipopanga kwenye ile nyumba. Sasa kama wewe unakaa hapa, nafikiri tutakuwa tunaonana mara kwa mara tu. Ina maana kumbe Shadafa umeoa? Ina maana wewe hujui kama mimi nimeoa? Hapana. Jamani. Basi mimi najua unafahamu kwa sababu huyu jirani yako hapa, binti yake kabisa mzee Mdananda ndio mke wangu mimi, nilimuoa. Ina maana huyu binti anayetembea na huyu mzee ndio mke wa Shadafa? Haiwezekani. Basi sawa Shadafa, karibu sana. Hapa ndo nyumbani kwangu. Basi haina shida. Hapa nilikuja tu mara moja kuwaona kwa sababu mke wangu mimi bwana alilala huko. Jana alitoka nyumbani akasema ana mishemishe kidogo anamsaidia baba yake, lakini hakufanikiwa kurudi. Sasa ilinipa wasiwasi kidogo, ikabidi asubuhi nidamkie hapa. Lakini uzuri nimewakuta wako salama tu. Hapa naelekea kwenye mishemishe zangu. Ila mimi nikuahidi tu, kama kweli uko hapa ndo kwako, basi tutakuwa tunaonana sana kwa sababu mimi ruti za kuja kwa baba mke wangu huwa haziishi. Sawa. Basi sawa Amina, nimefurahi pia kukuona kwa sababu ni muda mrefu sana. Sawa, safari njema. Poa. Niwe tu mkweli Mapunda, mimi hii hali imenichosha. Mke wangu, sio kwamba mimi napenda kuishi kwenye hii hali, ila kuna muda mwingine mwesielewi hii hali inatokeaje. Nitakuwa mwanaume na gani sasa mimi? Mimi ni mtoto wa kike
ninakula, ninashiba, pia nina hisia. Sasa siwezi kuishi na mwanaume ambaye jogoo hapandi mtungi. Natamani alizipa suke ndani niingie, dunia simama nishuke, nimekuwa njia ya machozi, nimekuwa njia. Hiyo ni kawaida yao, kila siku kwenda kuoga wote. Na nimekaa nimechunguza, nimekuja kugundua kwamba huyo binti na huyo mzee ni mtu na baba yake. Inawezekanaje? Hata mimi sijui, ila kinachoniuma zaidi, huyo binti ni mwanamke wa Shedafa. Shedafa ni rafiki yangu wa muda mrefu, tumesoma wote shule moja. Usichokijua sasa, huyu mwanamke mimi namfahamu vizuri, anaitwa Husna, na hata mume wake ambao unasema ni Shedafa, mimi ni rafiki yangu sana tu. Kumbe dakika moja, subiri. Hodi. Mwenyewe. Karibu. Asante. Shikamoo mzee. Marahaba. Samahani mzee wangu, mimi mkusanya ushuru wa takataka. Husna. Husna. Njoo na 1000 hapo. Yule mzee wangu, msema kweli kipenzi cha Mungu, una binti mzuri kwa kweli. Koma wewe. Ameolewa huyo. Vitu vingine ishia kuviona kwa macho tu. Samahani mzee wangu. Aibu utaona wewe. Mume wangu. Mbona unaondoka? Nilikuwa nimekuandalia chai. Asante kwa chai mke wangu. Kwa muda nilionao sasa hivi sina dakika hata ya kuweza kupoteza kunywa hiyo chai. Acha niwahi. Naomba unisamehe mume wangu kwa maneno niliyokuwa nimezungumza chumbani. Lakini mimi sikuwa na nia mbaya. Lengo langu lilikuwa ni kufanya ndoa yangu iimarike. Kama nitakuwa nimekosea, naomba unisamehe mume wangu. Hata mimi naomba unisamehe pia mke wangu. Nikiwa kama binadamu ambaye sijakamilika, huenda kuna vitu navifanya nikiwa nakosea pasipo mimi mwenyewe kuweza kujua. Ila kwa huu muda naomba tu niwahi ofisini mke wangu. Baadaye. Lakini mume wangu, baba taasisi anaitwa Muyuli Kani, anaitwa Kido mwanangu. Niambie ndugu yangu. Ukali vipi hapa? Maana mimi nikikuonaga wewe najua kabisa ukose majambo.
Noma baba. Sema umesikia? Hapa kuna mtu na mwaya au vipi? Ila nikiwahi kurudi, sawa? Nakuja kuvipata. Ile kama nitachelewa, nipitishie. Hamna shida. Pamoja ndugu yangu. Haya sawa. Pamoja. Anaitwa Muyuli Kani. Kida wewe. Kibonge mwepesi. Hatari. Wewe serikali ingekujua wewe, ingekupa udiwani wewe. Ila upunguze baba, upunguze mwili huo. Si wema? Ina maana umeshamaliza kazi zako zote mpaka unaangalia TV? Ndiyo dada. Leo niliwahi sana kuamka. Kwa hiyo nikafanya kazi zangu zote, ndio maana saizi hapa nimepumzika. Nasubiri tu mchana ili nikatafute mboga. Okay, sawa. Mimi nimemiss kula yale mahindi ulionipikia juzi. Kwa hiyo nilikuwa naomba ukanifuatie. Sawa dada, hakuna shida. Lakini mimi nafikiri ungeniambia tu jana ili leo ningejidamka ningewahi kwenda kufuata. Lakini saizi naona kama jua ni kali sana. Alafu na kule pia ni mbali. Usijali mdogo wangu. Muda wa kwenda utaenda kwa miguu. Kurudi utanipigia simu. Nitampigia bodaboda ya kufuata kurudisha nyumbani. Sawa, hakuna shida. Sasa nenda kachukue hela chumbani kwangu pale kwenye ule mkoba wangu mweusi. Unajitapa mbele ya rafiki zako kwamba mimi sina la kusema mbele yako. Umeniweka kwenye kiganja mama, kila unalotaka ndio ninalofanya. Pengine wewe ni mzuri sana, siwezi kupata mwingine kama wewe. Siwe mama. Halo madam. Habari yako? Salama, mnaendeleaje? Salama, sijui wewe. Fundi, nilikuwa nina viatu vyangu hapa nyumbani. Nilikuwa naomba uje uchukue ukanishonee. Aha. Hamna shida bosi wangu. Basi mimi nitafika hapo mapema. Sawa. Haya, asante bosi. Haya. Bosi wangu. Simkamaze kupata tatu. Basi. Ukae tena kijiweni hapo. Nimezunguruka Tanzania balaa, Unguja na Pemba nimefika. Karibu sana fundi. Asante sana madam. Nimeshakaribia. Inaonekana wewe ni mkarimu sana. Umeacha shughuli zako huko, umekuja huku kufuata viatu. Ni kweli. Hata hivyo nimeamua kuboresha biashara yangu. Unajua mimi ni fundi viatu tofauti kabisa na mafundi viatu wengine. Ndio maana nimekuwa mtu kufuata hoda hata nyumbani kwa wateja. Kwa maana kwamba sio ofisini tu. Hata ukitaka nije kwako unakuja nachukua viatu, naenda kwa mtu mwingine nachukua viatu. Kwa hiyo nimetaka utofauti kati ya mafundi viatu wengine na fundi viatu mimi. Niko tofauti sana na watu wengine. Haya, basi bringa kufuatia hivyo viatu. Hamna shida bosi. Hamna shida. Vitu vyenyewe hapa fundi. Viatu vina shida gani? Badilisha rangi? Ina maana kwa nini uone kama hivyo viatu vina shida? Hapana bwana.
Mimi sioni kama kuna shida madam. Kwa mfano fundi, nikakupa kazi nyingine tofauti na viatu, nikakupa pesa nyingi, utaweza kuifanya? Mimi madam,